Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni matumaini yangu ujambo mtazamaji wa Mahasin TV ya bukheri wa afya. Karibu katika kapu la habari. Mimi Hilal Sefu Yami la kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania Hayatul Ulama watoa waraka kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Mahasin Mission yakabidhi msikiti kwa wakazi wa Mkuyuni Kang'ang'a wilayani Nyamagana jijini Mwanza. Na katika rubaa za kimataifa, familia 1200 zahama makazi yao kutokana na mafuriko katika mji wa Bahri, jimbo la Khartoum nchini Sudan. Na mkapu la habari linaanzia jijini Dar es Salaam. Umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania Hayatul Ulama umetoa wito kwa Watanzania kuendeleza, kutunza na kudumisha amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu, kupitia waraka wao uliobeba kauli mbiu inayosema amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Taarifa ya Abdallah Matotola inasimuliwa naye Zuberi Mgaya. Wito huo umetolewa na mjumbe wa Jumuiya ya Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Sheikh Mbwana Urali, wakati akisoma waraka huo katika mkutano wa mwaka 2024-2025 uliofanyika Tabata Segerea jijini Dar es Salaam Oktoba 4 ya mwaka 2025. Sheikh Mbwana amebainisha lengo kuu kuhusu mustakabali wa amani nchini katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi. Taifa letu linakabiliwa na uchaguzi mkuu wa rais, wabunge, wawakilishi na madiwani utakaofanyika mwezi Oktoba 2025. Tukiwa na imani kuwa taifa letu linaweza kufanikiwa tu kwa umoja na mshikamano mkubwa, tunatoa waraka huu kama nasaha kwa kila Mtanzania na kila mgombea. Lengo letu ni kuhimiza kila mtu kuwa chachu ya amani na haki katika uchaguzi huu. Waasisi wa taifa letu hili walituonesha kuwa maendeleo ya kweli yanatokana na umoja wa wananchi bila kujali tofauti zao za kidini, kikanda au kikabila. Aidha, Sheikh Mbwana ametoa wito kwa wagombea nafasi mbalimbali za uraisi, ubunge pamoja na udiwani kutumia majukwaa yao ya kisiasa kwa kuunganisha Watanzania na sio kuwagawanya. Tunawasihi wagombea wote wainue hadhi ya lugha ya kisiasa. Epukeni kabisa matusi, kashfa, kejeli, uvumi na maneno ya uchochezi. Tanzania imejengwa juu ya undugu, mshikamano na heshima. Tusikubali maneno yasiyo na staha yaligawanye taifa letu. Lugha yenu iwe ya kuleta matumaini, ya kutekeleza maono na suluhisho, si ya kuumiza mioyo na kupandikiza chuki. Kila neno liwe na daraja la mshikamano, si ukuta wa kugawa watu na taifa letu. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Al-Hikma Sheikh Nuruddin Kishki amewaonya wananchi kutojiingiza katika makundi ya ushawishi, akitolea mfano wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na waasa Waislamu wa Tanzania waweze kusikia. Waswahili wanasema asiyesikia la mkuu huvunjika mguu.
Kwa mujibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shetani tayari amekwisha kata tamaa ya kwamba hawezi tena kuabudiwa katika kisiwa cha Waarabu. Lakini shetani staili mpya aliyokuja nao, mlango mpya aliofungua ni kuchochea baina yao. Uchochezi ni moja ya silaha ya shetani, na sisi kama mashekhe na Watanzania tunahitaji amani, haki na usawa na uchaguzi ambao uko huru kabisa. Waumini wa dini ya Kiislamu waliopo kata ya Mkuyuni wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza umeshukuru Mahasin Mission kwa kuwajengea msikiti utakaosaidia kutekeleza ibada na kuwapunguzia adha ya umbali iliyokuwa ikiwakabili awali kabla ya ujenzi wa msikiti huo. Nuhu Stima ana undani wa taarifa hiyo. Wakizungumza na Mahasin TV, waumini hao wamesema uwepo wa msikiti katika eneo hilo utasaidia kuongeza chachu ya kutekeleza ibada na kuongeza hofu ya Mungu kwa wakazi wa maeneo hayo. Mimi nimefurahia, kwanza nimepata faraja. Mtaa wangu huu kweli tulikuwa tunaathirika sana Waislamu wa sehemu hii. Nafikiri hata sisi wazee imetuwea kuwa wepesi sasa kufanya ibada hapa karibu, maana imekuwa ni karibu. Kutakuwa na maendeleo fulani hasa kwa vijana wetu. Tuna watoto inatakiwa wasome madrasa na si wakina mama tusome madrasa. Yaani tutashukuru sana watakapokuwa wametujengea madrasa. Ikiwa hapa karibu watoto wetu watasoma. Sisi wenyewe tumepata faraja sana kupata msikiti mwingine tena hapa. Hapa tunaona kwamba itakuwa ni karibu. Alhamdulillah, na msikiti mwenyewe ni mzuri. Tunashukuru wale ambao wametuwezesha kutuletea msikiti huu. Aidha, mhadhiri wa dini ya Kiislamu Sheikh Nahman Musa Nkata amebainisha lengo la kujengwa msikiti huo, akitolea mfano wa kisa cha Miraj kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, utakasifu ni wake yule ambaye aliyemsafirisha mtume wake kutoka msikiti wa Makka mpaka msikiti, katoka msikiti ameenda kwenye msikiti. Wanazuoni wanasema aya hii ni miongoni mwa aya nyingi zinazoonesha umuhimu wa kujenga msikiti na uwepo wa msikiti katika Uislamu. Msikiti haukuletwa hapa ili watu wagombane, watu wakatane, hapana. Tunahitaji kizazi kipya ambacho kitakuja kuendeleza huu Uislamu kwa watoto wa maeneo haya. Siku za baadaye zinazokuja tutakuwa na madrasa hapa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Mahasin Mission Baraka Saleh Bajbir amesema pamoja na kukamilisha ujenzi wa msikiti huo, ameahidi kuendelea na ujenzi wa madrasa katika eneo hilo ili kuwawezesha Waislamu kupata elimu na kuzalisha wasomi watakaosaidia kuendeleza dini ya Kiislamu. Na mwaka huu nakumbuka takriban kwenye baada ya mwezi wa Ramadhani ifanya wanasema wenyewe upembuzi yakinifu, madarasa yakae wapi. Kwa hiyo ikaonekana msikiti ndio ukae kwanza, lakini madarasa yatakuwa juu. Kwa hiyo bado kuna shughuli, ingawa tumeshaandaa misingi kila kitu. Allah tuwafikishe pia tuweze kuyamaliza madarasa hayo, watoto waweze kusoma. Alhamdulillah, sisi tunasema kazi ya msikiti tumeikamilisha. Tunawashukuru wale wote ambao walitusaidia kifedha, kihali. Nikiripoti kutoka hapa msikiti wa Fatma uliopo Mkuyuni katika wilaya ya Nyamagana, ni mimi Nuhu Stima, Mahasin TV. Waumini wa dini ya Kiislamu katika kijiji cha Mauno wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma wametakiwa kuutumia msikiti mpya na wa kisasa waliojengewa kwa shughuli mbalimbali zinazopaswa kufanyika msikitini, ikiwemo harakati za kuupelekea mbele Uislamu. Taarifa zaidi na Mbwana Juma. Wakizungumza katika uzinduzi wa msikiti huo katika eneo la Mauno wilayani Kondoa mkoani Dodoma, baadhi ya walinganiaji wa dini ya Kiislamu wameutaja msikiti kama ni moja ya chuo hapa duniani ambacho amali za waja zitapatikana ndani ya chuo hicho. Anautaja msikiti kuwa ni jamia, ni chuo kikuu chenye vitengo mbalimbali, kitengo cha sheria, kitengo cha tiba, kitengo cha lugha. Basi msikiti ulikusanya wakati ule vitengo vyote hivyo. Wanasheria wakatoka huko, madaktari wakatoka huko,
na wanasheria wa aina mbalimbali na wataalamu basi walitokea msikitini. Kadhalika msikiti ulichukua kazi zote unazoziona za kiserikali, yani al-hukuma ya Mtume, yani serikali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitokea msikitini. Wizara zote ziliundwa msikitini. Kwa hivyo msikiti ndio unaleta maendeleo yote haya na ustaarabu unaoonekana leo hii katika ulimwengu. Kwa upande wake, msimamizi wa ujenzi wa msikiti huo Bwana Said Omar Mnyeke hapa anasema, baitun min buyutillah. Yani nyumba ya nani? Allah. Sio nyumba ya aliyojenga, sio nyumba ya shekhe wala imamu wa msikiti wala shekhe wa wapi. Ni nyumba ya nani? Nyumba ya Allah, akaribishwa kila ambaye ni mgeni wa nani? Ndugu zangu, tunafanya hivi kwa mioyo yetu ya ndani kabisa. Huku sisi tumeishi, tumekaa, tumezaliwa na tumelelewa na hawa watu waliotulea sisi. Tunapoenda huko tulikoenda tukabahatisha chochote, ni wajibu wa msingi kugawana naye. Naye shekhe wa wilaya ya Kondoa amewaasa Waislamu kuhakikisha kwamba wanaotumia msikiti huo kufanya ibada na kuhakikisha kwamba jamii inapata mabadiliko makubwa kutokana na kuwepo kwa msikiti huo. Haya ni maendeleo ya Uislamu. Kwa hiyo wasia wangu nisiende mbali sana. Tusiujenge msikiti huu tukaishia tu msikiti mzuri. Tufutulie tufanye ibada. Sisi wala wa Mauno na wengine, lakini hasa wa Mauno. Nikiripoti toka wilayani Kondoa mkoani Dodoma, jina langu naitwa Mbwana Juma. Taasisi ya Dhi-Nurain Islamic yenye makao yake makuu mkoani Iringa imeahidi kutoa ushirikiano wa karibu kwa taasisi ya wanawake Muslim Sisters ya jijini Dodoma ili kufikia malengo yake, ikiwemo malezi kwa mabinti sambamba na kusaidia wenye uhitaji. Ramadhani Idilimu anatupasha zaidi. Kauli hiyo imetolewa na katibu mkuu wa taasisi ya Dhi-Nurain Islamic Foundation Sheikh Shamsi Elmi katika uzinduzi wa taasisi ya Muslim Sisters uliofanyika jijini Dodoma. Mimi kama katibu wa Dhi-Nurain naahidi kwamba tutaishika mkono taasisi ya Muslim Sisters, tutakuwa nao pamoja bega kwa bega katika masuala yao. Yale ambayo sisi tunaweza kuwasaidia tutawasaidia, na yale ambayo tutawashauri tutawashauri. Na natoa wito kwa ndugu zetu Waislamu wa mkoa wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla na wote wanaotuangalia wasapoti juhudi kama hizi za kinadada ambao kusema kweli wanajinyima, wanachangishana wenyewe kwa wenyewe ili waweze kufika katika kufanya dawa na kuwalingania watoto wa kike. Sisi ni jukumu letu kuwatafuta, kuwawezesha, kuwasaidia, kuangalia sehemu gani ambazo sisi tunaweza kuwasaidia, vile tukawasaidia. Sisi kama taasisi ya Dodoma General tunawaunga mkono hawa wasichana ambao wamefanya hivi kwa kuwaokoa maisha ya hawa wasichana wadogo ambao wanakuwa ili wakuwe katika mwongo wa dini. Mwakilishi wa shekhe wa mkoa wa Dodoma katika uzinduzi huo, Shekhe Ahmed Saidi, ameeleza kuwa BAKWATA inaunga mkono taasisi hiyo ili kuhakikisha inasonga mbele kwa maslahi ya Uislamu. Tushukuru kina dada hawa na kina mama hawa kuunda chombo hiki. Niwaambie, chombo hiki ni chombo muhimu, ni chombo kikubwa na kitabeba kazi kubwa. Na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA litakuwa pamoja nanyi katika kuhakikisha chombo hiki kinaendelea kwa kushirikiana na taasisi zingine zote, na kwa ushirikiano huu ndio tutaweza kupiga hatua kubwa sana katika maendeleo mbalimbali ya Kiislamu. Sambamba na hayo, baadhi ya viongozi wa taasisi ya Muslim Sisters wakaeleza malengo ya kuanzishwa kwake. Mkakati mkubwa kabisa ni kuhamasisha wamama wa Kiislamu na mabinti wa Kiislamu kwa mkoa wa Dodoma kuweza kujihusisha na swala zima la utafutaji wa elimu ya dini, kwa sababu tunaamini malezi yanatokamana na taratibu za kisheria zilizowekwa katika Uislamu wetu. Lakini pia vile vile ni katika swala zima la kuhamasisha mambo ya stara, kuhamasisha mambo ya kujitoa katika dini, kujitoa katika kila hali katika kufanikisha na kuipeleka dini ya Uislamu mbele. Lakini lengo jingine la Muslim Sisters ni kuhakikisha kwamba tunafanya ujenzi wa vituo mbalimbali vya malezi, kujenga mashule, kujenga hospitali na vituo vya afya. Kwa mtazamo wangu, naona kwamba uzinduzi
wa Muslim Sisters utakuwa ni mkombozi kwa upande wa Waislamu na upande wa watoto wetu. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Dodoma, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Maafisa tehama wa halmashauri za mkoa wa Katavi wamejengewa uwezo juu ya usimikaji wa mfumo wa teknolojia ya ubao janja unaowezesha mwalimu kutumia ubao wa kawaida huku ukiwa na uwezo wa kuunganishwa na mtandao. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Teknolojia ya ubao janja inaendelea kuleta mabadiliko katika sekta ya elimu kwa kurahisisha ufundishaji na ujifunzaji darasani. Mfumo huo unamwezesha mwalimu kufundisha kama anavyotumia ubao wa kawaida huku akipata nafasi ya kuunganisha darasa na mtandao, hatua inaongeza ushiriki wa wanafunzi na kuimarisha uelewa wao kwa haraka kupitia vielelezo, video na takwimu za moja kwa moja. Teknolojia hii ni nzuri sana kwa sababu inasaidia mwalimu kuweza kuutilize material yake kwa urahisi, kwa sababu kwenye hii screen hapa ana uwezo kutumia mifumo miwili, mfumo wa OPS na Android. Yani ana uwezo kufundisha kama darasani kawaida, lakini pia kaingia kwenye internet na kusearch material ili wanafunzi waweze kupata mifano zaidi na zaidi. Kwa pamoja hapa tumeweza kufunga huu ubao hapa ambao ni ubao janja ambao wanafunzi wakata vigeuzi hapa watautumia kuanzia ni leo na siku zinazoendelea ili waweze kupata material ambao ni mazuri. Mafunzo hayo yamefanyika katika shule ya sekondari ya wasichana Katavi ambapo washiriki wamejifunza namna ya kufunga na kutumia teknolojia hiyo kwa vitendo wakiwa darasani. Tunashukuru kwa ujio wa wataalamu kutoka ofisi ya TAMISEMI kwa ajili ya kutuwezesha na kutufungia huu ubao janja ambapo uko na aina mbili. Kuna sehemu ya kutumia chaki kama chaki, lakini kuna sehemu ambayo tunaweza kutumia kufundishia kwa njia ya implementation ya ICT kwa kutumia kompyuta. Material tunaweza tukascan na tukaweza kupata notes kama soft copy. Kwa kiujumla tunashukuru siku ya leo walimu waliopo hapa wameweza kujifunza namna ya kuweza kudemonstrate kwa kutumia huu ubao. Aidha, teknolojia hiyo imetajwa pia kusaidia kupunguza changamoto za rasilimali shuleni kwa kuwa taarifa na vifaa vya kujifunzia vinapatikana moja kwa moja kupitia mtandao. Saidia sana kwenye ufundishaji kwa sababu unaonekana ni kama ni pedagogy nzuri ya ufundishaji ambayo inaweza ikaleta matokeo mazuri kwa wanafunzi kwa kutumia kuliko kumkadirisha mwanafunzi kitu ambacho akioni, lakini kwa hapa tunaweza kukiassess material yoyote tukaweza kuyaweka akayaona kwenye reality kuliko kusoma kwa imagination kama siku za nyuma tulikuwa tunafanya kwa kutumia ubao wa chaki. Kwa hiyo hapa naamini itatusaidia sana kwenye kuongeza matokeo kwa wanafunzi, lakini pia kuongeza ubunifu. Tunapongeza sana sisi kama shule, lakini tunafurahi sana kwa miundombinu hii ambayo inatuwezesha katika ufundishaji. Mafunzo hayo ni sehemu ya mpango mpana wa serikali kuhakikisha shule zinapata teknolojia ya kisasa ili kuinua kiwango cha elimu na kuandaa wanafunzi kukabiliana na mabadiliko ya dunia ya kidigitali. Na serikali imepatia mwarobaini changamoto zilizokuwa zikiwakabili wakazi wa mtaa wa Kiruku, kata Mabokweni kupata huduma za afya, ikiwemo kutembea umbali mrefu baada ya serikali kutekeleza ujenzi wa mradi wa zahanati katika mtaa huo. Stima na taarifa kamili. Mwenyekiti mtaa wa Kiruku Bwana Heri Juma amezitaja changamoto zilizokuwa zikiwakabili wakazi wa eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Hivyo uwepo wa zahanati hiyo kumepunguza changamoto ya upatikanaji wa huduma za afya. Kabla ya huduma hii kuletewa hapa karibu, alikuwa tukiipata mbali, mtaa wa jirani wa Kibafuta. Kulikuwa ni sehemu kubwa ambayo wananchi wa kawaida kutembea kwake ilikuwa ni gharama. Bodaboda ni shilingi 2000 kwenda, kurudi ni 2000. Lakini sasa hivi hapahitaji tena nauli, kwamba ni hapa wananchi tu ni kuamka nyumbani kwake kuja hapa kuja kupata huduma. Kwa hili tunashukuru serikali kwamba imetufanyia haki sisi wana mtaa wa Kiruku. Mimi napenda kutoa rai kwa wananchi, huu mradi ni wetu, hii huduma ni yetu. Kwa hiyo tunatakiwa tuitunze, na kama unavyoiona tangu imetengenezwa na zaidi ya mwaka mmoja hii, lakini bado inafanyaje, inapendeza kwamba tunaitunza. Ni jukumu letu katika kufanyaje, kuitunza hii zahanati yetu. Mganga mfawidhi wa zahanati hiyo iliyojengwa mwaka jana 2024 na kuanza kutoa huduma mwaka huu 2025, Dr. Geoffrey Maguta amesema zahanati hiyo inahudumia wananchi wanaofika kupata huduma mbalimbali za matibabu. Zahanati Kiruku ina majengo mawili, ikiwa ni jengo la OPD, lakini pia inajumuisha huduma ya mama na mtoto, lakini pia na jengo la kujifungulia labor ambalo bado halijakamilika.
Zahanati ya Kiruku inapokea watu wenye shida mbalimbali. Kwa watoto, magonjwa ambayo yanatokea mara nyingi katika zahanati yetu ni magonjwa ya mfumo wa upumuaji kwa maana ya pneumonia, lakini pia magonjwa ya common cold. Lakini kwa mama na watu wazima, magonjwa yanayotokea sana ni magonjwa ya UTI kwa maana ya magonjwa ya mfumo wa mkojo. Aidha, Dr. Maguta ametoa wito kwa wananchi kufika katika zahanati ya Kiruku kupata huduma za matibabu, elimu na ushauri wa kiafya. Napenda kushukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini pia halmashauri ya jiji la Tanga kwa kuratibu shughuli zote za afya katika zahanati yetu ya Kiruku, kwani pamoja na miradi mbalimbali inayoendelea, lakini pia kuratibu vifaa tiba, kuratibu huduma zote zinazohusiana na watumishi katika zahanati ya Kiruku. Wito wangu kwa wananchi, wasisite kuja kupata huduma katika zahanati ya Kiruku. Wakiwa na changamoto mbalimbali wasiweze kukaa nyumbani, bali wafike eneo la kituo waweze kupata matibabu, hata ushauri pia. Serikali inafanya kila namna kwa ajili ya kuleta vifaa tiba, kuboresha majengo na kuendeleza miradi mbalimbali katika zahanati ya Kiruku. Hivyo wananchi wasisite kuja kupata huduma katika zahanati ya Kiruku. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Tanga ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa wa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Ngaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema siku ya Jumapili Oktoba 5 ya mwaka 2025 kuwa zaidi ya familia 1200 za Sudan zimefurushwa katika nyumba zao kutokana na mafuriko katika mji wa Bakhri katika jimbo la Khartoum. Shirika hilo la Umoja Mataifa limesema katika taarifa yake kwamba mafuriko hayo yameharibu kikamilifu nyumba 5 na kuacha nyumba nyingine nyingi zikiharibika kwa kiasi fulani. Shirika hilo limesema familia nyingi zimeondoka eneo hilo wakihofia uharibifu tarajiwa wa mafuriko, huku wale waliohamishwa kutafuta makazi ndani ya jamii zilizowapokea katika eneo hilo. Mikoa kadhaa nchini Sudan imekumbwa na machafuko kutokana na kuongezeka kwa viwango vikubwa vya maji vya mto Nile na vijito vyake, Nile nyeupe ambayo yanatiririka kutoka ziwa Victoria na Blue Nile ambayo yanatoka nyanda za juu za Ethiopia. Zaidi ya watu 125,000 wameathiriwa na mvua na mafuriko nchini Sudan tangu Juni 30 kwa mujibu wa takwimu za serikali. Katika nchi jirani ya Sudan Kusini, mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua kubwa yameripotiwa kusababisha vifo vya watu zaidi ya 20 na kuathiri wengine karibu 64,000 katika kaunti 26 katika majimbo 6 ya nchi hiyo. Kwingineko, bunge la Chadi limeidhinisha kwa wingi wa kura marekebisho ya katiba yanayoondoa ukomo wa muhula wa rais na kurefusha muda wa kila muhula kutoka miaka 5 hadi miaka 7, hatua ambayo wakosoaji wanasema ni mbinu ya kuzatiti utawala wa Rais Mahamat Idris Deby Itno. Uamuzi huo wenye utata unafungua njia kwa Deby kuweza kusalia madarakani kwa miongo kadhaa, ambapo marekebisho hayo yaliyowasilishwa na chama cha Rais Deby cha Patriotic Salvatory Movement
yameidhinishwa na wabunge 236 kati ya 257. Kura hiyo ilisusiwa na baadhi ya wabunge wa upinzani, huku wabunge wa chama cha Mkutano wa Kitaifa wa Demokrasia wa Chadi wakiamua kutoka nje ya ukumbi wa bunge wakati wa upigaji wa kura. Kiongozi wa upinzani Albert Pahimi amelaani mabadiliko hayo na kusema ni kinyume cha katiba na yamefanywa kimabavu, msimamo unaoashiria mpasuko wa kisiasa unaozidi kuongezeka nchini Chadi. Mabadiliko hayo yanaongeza pia muhula wa bunge na kurejesha kinga kwa maafisa wa serikali. Na tukitamatisha habari za kimataifa, wagonjwa 6 waliokuwa mahututi wamefariki dunia katika ajali ya moto iliyozuka katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU cha hospitali moja iliyopo katika mji wa Jaipur, magharibi mwa India. Moto huo unaoshukiwa kusababishwa na shoti ya umeme ulianza mapema siku ya Jumapili Oktoba 5 mwaka 2025 usiku katika eneo la wagonjwa wanaohitaji uangalizi wa karibu ICU katika hospitali ya Sawai Mansir. Jamaa za waathiriwa wamewashutumu wafanyakazi wa hospitali hiyo kwa uzembe, jambo ambalo viongozi wa hospitali wamelikanusha. Serikali ya jimbo la Rajasthan ambalo mji mkuu wake ni Jaipur imetangaza uchunguzi kuhusu tukio hilo. Waziri mkuu wa jimbo hilo Bajalal Sharma amesema kila hatua inayowezekana inachukuliwa ili kuhakikisha usalama wa wagonjwa, matabibu na utunzaji kwa wale walioathiriwa, na hali hiyo inafuatiliwa kila wakati. Hospitali ya Sawai Mansir inaendeshwa na serikali ya jimbo, ni mojawapo hospitali kubwa zaidi mjini Rajasthan na inatibu maelfu ya wagonjwa kila siku. Zuberi Mgaya, Mahasin TV. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania Hayatul Ulama watoa waraka kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Mahasin Mission yakabidhi msikiti kwa wakazi wa Mkuyuni Kang'ang'a wilayani Nyamagana jijini Mwanza. Na katika rubaa za kimataifa, familia 1200 zahama makazi yao kutokana na mafuriko katika mji wa Bahri, jimbo la Khartoum nchini Sudan. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pana majali wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilal Sefuriami nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na hivi sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka TMA. Langu jina ni Godfrey Kazinja na kuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Hali ya ubaridi kwa usiku wa leo, tunaona zaidi maeneo ya baridi ni maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi kwa nyuzi joto 10 katika mkoa wa Njombe, kufuatiwa na nyuzi joto 14 katika mkoa wa Mbeya. Kwa usiku wa leo, maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma kwa tuliku na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, isipokuwa katika mkoa wa Morogoro, hayo maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na mifumo ya upepo inatuonyesha kwa siku ya kesho, upepo kwa ujumla unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi. Kwa siku ya kesho, hali kadhalika ukanda wa Ziwa Victoria ikijumuisha na mkoa wa Kigoma kwa tuliko na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ili hali maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mwambao wote wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro, hayo maeneo yanatarajiwa na hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zosalia zikitarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri kwa kuangalia matarajio siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam kunatarajiwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 17. Mkoa wa Mwanza kunatarajiwa na hali ya mawingu kiasi na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Ili hali mkoa wa Kilimanjaro ukitarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua.
Mkoa wa Mbeya kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 13. Kwa upande wa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa Arusha kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 16. Kutoka mamlaka ya Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.